TFF ni wale wabunge wenu ambao mnawapigia kula kwenye majimbo yenu, na ndio wanakwenda kuharibu mpaka TFF. Unanielewa? Wale wabunge ambao mnawapigia kula kwenye majimbo yenu ndio wanasababisha ubovu wa TFF, kwa sababu wakija kule kwenye serikali wanakwenda kupewa kawizara fulani. Kwa hiyo kale kawizara wanakwenda kuingilia mpaka majipano hayo. Kuna timu hapa mimi sitaki kuficha, mimi waga nasema ukweli. Kuna timu hapa inaitwa Singida Black Star. Imesajili wachezaji wa kigeni 15. Baada ya kujigundua kwamba wachezaji wale wameizidi, wakaenda kwenda kuwafanyia msaada wa kuwabadilishia raia kinyume na utaratibu. Unanielewa? Baada ya kukubalika kubadilisha uraia, miongoni mwa wachezaji ambao wamebadilisha uraia ni golikipa kutoka Nigeria. Kwa muda ule, hiyo mechi ya muda ambao walikuwa wanacheza tulikuwa tunafunga goli 8 na kuendelea. Sio goli moja, goli 8 na kuendelea. Lakini wao wakaziona hizo na ndio maana wakatuzuia. Lakini pia watu wanakwenda kuwalaumu TFF kwamba kuambia TFF sio mpira na nini na nini. Kumlaumu TFF ni ujinga wa fikra. Yaani hivi vitu watakiwa watu waelewe. Unakwenda kumlaumu TFF ni ujinga wa fikra. Lazima Watanzania tujielewe. Kabla tujakwenda kumlaumu TFF, changamoto ya TFF wanayoipitia ni nini? Wanaita CRDB CRDB ambao umechezwa, tumeona huko vizuri, lakini pia kwa Simba tumechukuliwa kama muendelezo wetu wa sehemu ya mazoezi. Kwa hiyo tumefanya mazoezi vizuri jana, na fly tulipewa challenge na mpinzani wetu. Wala hatukuonekana kama tumecheza na frame za daladala wala frame za nini. Na maana tumecheza na mpinzani aliyekuwa bora, na ndio maana tumeweza kupata matokeo yaliyokuwa sahihi, na ule ndio mpira. Hakuna kukimbiana na wala hakuna kuweka waganga uwanjani kwa kudai kwamba bwana msiingie, kumbe kuna watu wanafanya kazi ndani. Yaani hilo kitu hakipo, na ndio uzuri wa Simba. Yaani Simba inakufunga, wewe mwenyewe unaweza kusema kweli nimefungwa na Simba. Kumfunga mtu goli 20 haina faida. Unanielewa? Unaweza kumfunga mtu goli 3 na akakupa game challenge, ndio kinachotajika. Kwa hiyo maana mchezo wa jana tuliona kila ambacho tunakihitaji, na vizuri yetu kwamba kocha akafanya location ya kikosi, kwamba kaweka kikosi namba 2 ambacho sisi tunaamini kimefanya vizuri, na wachezaji wamecheza vizuri, wametuonyesha kitokea bahati mbaya au bahati nzuri. Tumecheza kipindi cha mfungo, kwa maana wachezaji hawezi kuwa na energy ya 100% kutokana na hali ya Ramadhani ilivyo, na sitoshe mchezo unachezwa jioni, na watu wengi wanaelewa baada ya swaumu za mchana, swaumu ngumu zaidi kwa kutokea ni jioni. Kwa maana swaumu ya jioni iko kwenye ubora zaidi na ni swaumu ngumu, na ndio maana baadhi ya wachezaji umeona wako wamecheza kwenye kama chini ya kiwango fulani. Lakini kwa sisi kama wana Simba tumeridhika, kwa sababu tunaamini mchezo wa CRDB pamoja na NBC Premier League ni michezo ya mazoezi kuelekea kwenye CAF Federation Cup. Kwa hiyo maana imetupa challenge ya kutosha na tumefurahi, kwa sababu mwana Simba yoyote akiangalia mchezo wa jana anaona kabisa yes, kocha ana kitu na atakwenda kutufikisha hadi ile ambayo tunahitaji. Dabi ilitoweka ama iliyeyuka pasipojulikana mpaka sasa hivi, ratiba haijatolewa kwamba dabi itachezwa lini na tarehe gani. Na kwako wewe imekaaje? Kwanza dabi ulipokeaje? Binafsi dabi nilipokea mechi ya ushindani, na ni miongoni mwa mechi kubwa baada ya kucheza na Azam. Maana tulicheza na Azam, mechi inayofuata ni ya Yanga, ni mechi kubwa ambayo sisi kama wana Simba ni miongoni mwa mechi za challenge kubwa kwenye mazoezi yetu, kwa sababu sisi tuko kwenye mazoezi. Yani ningekuwa na challenge kubwa kama tuliyoipata kwenye kwa Azam, kwa sababu tunaamini miongoni mwa mechi kubwa ni Azam pamoja na Yanga. Tunaanza tukawaongeza wale ndugu zao Yanga, Singida Black Star, kidogo ndio mechi ambazo zina challenge. Kwa hiyo ina maana kukosa mechi kama ile, sisi kama wana Simba tumepata maumivu, lakini tunajua kwa nini tumeikosa. Jambo la kwanza, mimi nataka nizungumze mambo matatu muhimu ili Watanzania wakiwa wananielewa. Jambo la kwanza, watu ambao wanasababisha ukosefu wa dabi na kuharibika kwa dabi mara nyingi ni Yanga wenyewe kuliko Simba. Kwa nini? Wanafanya vitu vya ajabu ili Simba agome, ionekane Simba kakimbia. Kwa mfano, mechi ile ya tarehe 8, Simba tumekwenda kufanya mazoezi siku ya tarehe 7. Lengo letu tukafanya mazoezi Benjamin Mkapa. Kumbe mle ndani kulikuwa na wazee wa Yanga ndani ya Benjamin Mkapa, na angalia mwezi wa Ramadhani, muda wa kufanya kazi kwa mujibu wao washirikina ndugu zetu, kuanzia ukishafutari pale hadi saa 2 kabla ile adhana atakuwa pale ufanye kazi. Ukikwepa pale kufanya kazi, kuna swala ya tarawih pale. Kwa hiyo huwezi kufanya kazi watu wako na swala tarawih. Na pia kuna kwenda kula daku, kuna swala saa 11. Kwa mujibu wa taarifa na wale watungulizao kama kina Mzee Mpili hawezi kufanya kazi. Na ndio maana wakautumia ule muda ambao Simba wanakwenda kufanya mazoezi, wao kwenda kufanya shughuli zao. Kwa hiyo Simba tulipokwenda pale hawakutuzuia kwa sababu ya Simba labda sisi tumeenda na mbuzi kwa madai yao, sisi tumeenda na nini. Walituzuia ili wazee wao wafanye kazi. Lakini baada ya Simba kulisugia lile swala, tukaona basi haina shida, unanielewa? Tukija kuangalia meneja, labda naweza kusema meneja, tunajiuliza yule meneja ambaye amewazuia Simba alitokea wapi? Na kwa nini aliwazuia Simba? Simba aliwazuia kwa madai ya kupata taarifa. Yanga amewakubali kuwaingizia tena kuwafungulia mlango wa chumbani kwa kuwa ile mechi ilishaahirishwa na bosi wake ndio alisha mechi, kwa nini mfungulie mlango wa uani? Kwa hiyo maana unaona kabisa hapa katikati kulikuwa na pigisu, kama maombi yangu binafsi, yani yule meneja astahili kuwa meneja wa uwanja
kwenye ule uwanja Benjamin Mkapa, kwa sababu ni meneja ambaye hajitambui na hajielewi. Umenielewa? Kwa mfano kama yeye sasa taarifa alikuwa hana, kwa nini asingeipigia mamlaka kuiambia wana Simba amekuja kufanya mazoezi na mujibu wa kanuni Simba wanarusha kufanya mazoezi, tunafanyaje? Lakini pia Simba ni taasisi kubwa, haiwezi kukurupuka tu kwenda kufanya mazoezi sehemu pasipo kutoa taarifa. Mbona Angola tumepewa taarifa ya kutofanya mazoezi, tumekubali tujafanya mazoezi na mechi tumecheza na mechi tumepata sare. Kwa hiyo ina maana wao walitengeza figisu kuonekana Simba onekana imekimbia baada ya kuwafungia wazee. Tunachokijua sisi, walituzuia kufanya mazoezi Benjamin Mkapa kwa sababu ndani walifungia wazee wao ili kufanya vurugu za mchezo wa mpira ikiwa nje ya uwanja, ni zile vurugu za nje ya uwanja, na ndio maana waliona ni wakati mgumu kutufungulia, na ninaamini wangetufungulia kwenda kufanya